CCM wanahitaji maombi kwa sababu wakicheza maji meusi yatachafua maji ya kijani na mambo yataharibika kuliko wanavyofikiria, na maji ya kijani watatumia nguvu kubwa sana uchaguzi unaokuja. Kwa hiyo ninaona mpasuko ndani ya CCM. Inatakiwa tuwaombee CCM, kwa sababu ndani ya CCM kuna watu naona wameshika kamba ya kijani na kuna watu naona wameshika kamba nyeusi. Ni chama kimoja lakini wana itikadi mbili tofauti. Haleluya, haleluya. Na katika yote hayo naye atabiri hapa ikawe amani kwenye taifa la Tanzania. Amen. Kwa hiyo ndani ya CCM watu wanahitaji maombi. Kuna vyama viwili ndani ya CCM. There are two political parties inside CCM. Kuna wa kijani alafu kuna weusi. Sasa weusi wanataka wawachafue wa kijani, alafu weusi wameshika kamba wanataka wawavute wale wa kijani wawaangushe. Kwa hiyo kuna upinzani ndani ya CCM. There is a rival political party inside Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo CCM wanahitaji maombi kwa sababu wakicheza maji meusi yatachafua maji ya kijani na mambo yataharibika kuliko wanavyofikiria. Tangu alipojiuzulu balozi mwezi Julai mwaka huu, Polepole alikosoa utaratibu wa kumteua Samia na Dr. Emmanuel Nchimbi kuwa wagombea urais na makamu wa rais katika uchaguzi mkuu unaopangwa kufanyika Oktoba 29. Haikupita muda, Polepole akaendelea kuporomosha tuhuma moja baada ya nyingine, huku akiwataja bayana watu mbalimbali, baadhi yao mashuhuri kwa tuhuma za ufisadi na kujinufaisha na fedha za umma kinyume cha taratibu. Sitaki utekaji na watu kupotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Ukosoaji huo sasa unaonekana kumuingiza kwenye patashika na viongozi wakuu wa chama chake tawala. Tusigwajima na hizi chama chetu, magwajima tuyaache nje. Ameanza kutuchokonoa. Mimi nakiuliza chama changu, Chama cha Mapinduzi, huyu bwana ana kadi ya chama huyu. Hivi basi tukae tu na mtu kama huyu ambaye anatusumbua? CCM wanahitaji maombi kwa sababu wakicheza maji meusi yatachafua maji ya kijani na mambo yataharibika kuliko wanavyofikiria. Kwa sasa hivi mwenyekiti wa tume ya uchaguzi aliyopo of course ni mteule wa rais, ambaye huyo rais aliyemteua pia ni mwenyekiti wa CCM, ambaye huyo rais aliyemteua pia naye ni mgombea urais. Tujaribu kuwaelewa akili yao wanachobishia ni nini. Lakini mkurugenzi wa tume kwa mujibu wao waliopo ni mteule wa rais, na huyo rais aliyemchagua ni mwenyekiti wa CCM, na huyo mwenyekiti wa CCM ni mgombea na yeye. Lakini na makamishina wote watano waliopo kwa sasa hivi, of course kuna sheria ambayo imepitishwa haitatumia kwenye uchaguzi huu, lakini waliopo sasa hivi makamishina watano ni wateule wa rais, na huyo rais aliyewateua ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na ni mgombea urais. Sasa nisikize vizuri, hebu tugeuze kibao kwamba hawa wote kuanzia mwenyekiti wa tume wangekuwa wameteuliwa na Tundu Lissu. Tundu Lissu ni mwenyekiti wa chama, wangekuwa mwenyekiti wa tume ameteuliwa na Tundu Lissu, mkurugenzi wa tume ameteuliwa na Tundu Lissu, makamishina watano ameteuliwa na Tundu Lissu. CCM tungeingia kwenye uchaguzi? Serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan inaendelea kupashwa vidonge kutoka kwa jumuiya ya kimataifa, ikikosolewa kufuatia machafuko na vurugu zilizoshuhudiwa wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba tarehe 29. Sasa balozi za Uingereza, Kanada, Norway na nchi nyingine 13 za Ulaya zimetoa taarifa ya pamoja kulaani mauaji, utekaji nyara, vikosi vya polisi kutumia nguvu kupita kiasi na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Taarifa hiyo iliyoridhiwa pia na Marekani na Umoja wa Bara Ulaya inataja ripoti za kuaminika kutoka kwa mashirika mbalimbali ya Tanzania na ya kimataifa zinazotoa ushuhuda kuhusu mauaji ya halaiki, kukamatwa kwa raia na viongozi wa upinzani kiholela, kutoweka kwa watu na juhudi za kuficha mili ya waathiriwa. Mabalozi hao wakiitaka serikali ya Tanzania kuachilia mara moja mili ya waliouawa na kuzipokeza familia zao mili hiyo, kuachilia huru wafungwa wa kisiasa na waandamanaji na kuhakikisha kuwa walioko rumande wanapata msaada wa mawakili na huduma za matibabu. Pia wameshinikiza serikali kutekeleza mapendekezo yaliyotolewa na waangalizi wa uchaguzi wa Umoja wa Afrika AU na Jumuiya ya Mataifa ya Kusini mwa Afrika SADC katika ripoti zao kuhusu uchaguzi wa Oktoba tarehe 29, ambazo zilibainisha wazi changamoto zilizosababisha uchaguzi kutokuwa wa haki na huru. Aidha, mabalozi hao wameishtumu serikali ya Tanzania na haswa vikosi vya polisi
kwa kutumia nguvu kupita kiasi na kuitaka serikali kuondoa vikwazo vinavyobana uhuru wa vyombo vya habari na upatikanaji wa taarifa, wakisema vikwazo hivyo vinakiuka wajibu wa kimataifa wa Tanzania. Japo mabalozi wameunga mkono kuundwa kwa kamati maalum ya kuangazia machafuko na vifo vilivyotokea, mabalozi hao wanapendekeza kujumuishwa kwa mashirika ya kijamii, mashirika ya dini na wadau wote wa kisiasa ili kamati hiyo iangazie masuala hayo kwa uwazi na bila kuingiliwa na serikali.